Sema hii ni Bible yangu. Neno la Bwana ambao nimelibeba juu. Ninapotoka hapa ninaenda kuchonga maisha yangu. Ninapenda Bible yangu. Ninaidhamini sana Bible yangu. Asante Baba kwa kunipa Biblia. Pokea sifa na utukufu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watu wako. Asubuhi ya leo tunapolisoma neno lako mbele ya kusanyiko la watu wako, naomba ukayafumbue macho yetu tukuone Jehova Mungu mkuu. Asante kwa sababu unabadilisha mioyo yetu, unabadilisha hatima ya mioyo yetu kwa utukufu wa jina lako. Uhimidiwe na utukuzwe kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa, pokea utukufu. Ninapolisoma neno lako Baba, naomba ukanitumie kama chombo. Achilia maneno yako ndani mwangu. Ondoa yaliyo yangu, niweke neno lako kwa utukufu wa jina lako. Ni nani kama wewe? Ficha udhaifu wangu nyuma ya msalaba wako ili ukajionyeshe kwa Mungu mwenye enzi na utukufu. Uhimidiwe na uabudiwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa jana katika nikasema ya kwamba aje nisalimie duka letu la Garden City pale. Nikafika watu wakaanza kuniambia kwamba juzi ulihubiri ujumbe ilikabarikiwa. Unajua kwa naweka mtandaoni. Wakaanza kuniandidia vile Mordekai na nikakumbuka hapa hata watu hawakumbukani nikimaliza, si ndio? Kumbe kuna watu wakaniambia kwamba wakati wote unapohubiri address pia na watu wa nje. Watu wa nje. Nikasema haleluya, hiyo ni kitu ambacho nitafanya. So katika jina la Yesu tufungue nasi katika kitabu cha fungua nami katika kitabu cha Isaya. Fungua nami katika kitabu cha Isaya, sura yake ni ya 6. Fungua nami katika kitabu cha Isaya, sura yake ni ya 6 kuanzia penyewe. Haleluya. Sijui nisome ama mtu atanisomea kwa Kiswahili kwa haraka. Mwana amefungua Isaya 6 kuanzia penyewe. Ambia jirani yako ya kwamba kukutana na Bwana. Hii ndio kitu ambacho nataka tuongelee siku ya leo. Kukutana na Bwana. Ujumbe wangu ni kukutana na Bwana. Na kuna kanuni za kukutana na Bwana. Haleluya. Amen. Isaya 6 sura yake ni ya kwanza kuanzia penyewe. Isaya 6 mstari wa kwanza. Isaya 6 kuanzia penyewe. Amen. Inasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, katika mwaka ule alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Ninalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Kilicho juu sana na kuinuliwa sana. Kiti ambacho kiko juu sana na imeinuliwa. Na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Na pindo la vazi lake likalijaza nini? Hekalu. Katika ule mwaka Isaya aliona nini? Aliona Bwana. Wakati mfalme Uzia alipokufa, Isaya akamuona Bwana. Biblia inasema ya kwamba alimuona Bwana ameketi kwenye kiti chake cha enzi, ambapo vazi lake limejaza hekalu. Endelea mtumishi. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Juu ya hekalu wamesimama maserafi na magerubi, kila mtu ako na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake. Kwa mabawa mawili amefunika uso wake. Kwa mawili alifunika miguu yake. Kwa mawili akafunika miguu yake. Na kwa mawili aliruka. Kwa mawili akaruka. Wakaitana mmoja na mwenzake. Watu kule mbinguni, haya ndio majina wanaitana huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Hawaitani kama vile tunaitana hapa nani? Wanaitana kuna jina la kipekee ambao kule juu watu wanaitana. Wakisema mtakatifu mtakatifu. Hilo ndilo jina ambao watu watakatifu waliotolewa hapa wakapelekwa juu wanaitana mtakatifu mtakatifu. Ndio.
Ni Bwana wa majeshi. Ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Dunia yote imejaa utukufu wa Bwana. Na misingi na visingiti ikatikisika. Na misingi na vikitizi vimetikisika kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Kwa sauti yake aliyelia. Kwa sauti yake. Nayo nyumba ikajaa moshi. Haleluya. Yes. Endelea. Ndipo niliposema ole wangu. Aha. Kwa maana nimepotea kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Aha. Nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Haya ni maneno ya nabii Isaya kwa sababu amemwona Bwana. Biblia inasema ya kwamba akafunika uso wake, akaanza kulia, akasema Bwana, mimi mwenyewe ninakaa katikati ya watu ambao wamejaa midomo yao ni michafu. Maneno yao wanayanena ni machafu. Aha. Na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi. Aha. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka, akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake. Shikilia hiyo neno, kaa la moto. Linawekwa ndani ya kinywa cha Isaya. Kaa la moto. Ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Aha. Akaniguza kinywa changu kwa kaa hilo. Akaniguza kinywa chake cha Isaya na hilo kaa ambao linawaka moto. Akaniambia, tazama, hili limeguza midomo yako. Akasema kwamba tazama, ninaguza hili mdomo wako Isaya. Uovu wako umeondolewa. Uovu wa Isaya umeondolewa. Na dhambi yako imefunikwa. Na dhambi zako zimefunikwa. Yes. Bwana Yesu, mstari wa 8, mstari wa 8. Kisha nikasikia sauti ya Bwana. Ndipo Isaya akaisikia sauti ya Bwana. Ni mtume nani? Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ni nani huyu ambaye ataenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, na nipoza nikasema, mimi hapa. Niko hapa Bwana. Nitume mimi. Nitume mimi. Nitume mimi. Bwana nitume mimi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya unajua, unaposoma kitabu cha Isaya, Biblia inakwambia kwamba napo Isaya ni nabii wa Mungu. Unaposoma mstari wa kwanza, Isaya anakuambia kwamba njooni wote, njooni kwa Bwana, kwa sababu hata kama dhambi zako ni nyekundu kama damu, ataziosha. Yes. Anakuja na hiyo ujumbe, anaambia kwamba mji ambao umekataliwa, mji ulio mwovu, njoo kwa Bwana, kwa sababu Bwana wetu ni wa rehema. Isaya anakuja mstari wa 2, anaambia watu ujumbe. Anakuja mstari wa 3, anaambia watu, anawatia moyo ya kwamba ambieni watu wateule ya kwamba itakuwa vyema kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapokuja mstari wa 4, anaambia kwamba katika ule mwaka kutakuwa na wanawake 7 ambao watashikilia mwanamke mmoja, waseme mwanamume mmoja, waseme kwamba tutakaa na wewe, ututumie jina lako. Ana ujumbe wa Isaya unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapofika mstari wa 6, Biblia inasema ya kwamba mambo yake yanabadilika. Isaya anasema ya kwamba sikuwahi kuwa nimemwona Mungu. Wakati nilipokuwa namtumikia Mungu sikumuona Mungu. Kuna wakati mwingine watu wanamtumikia Mungu hawaoni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hawamuoni Mungu? Kwa sababu kuna mtu anaitwa Mfalme Uzia ametawala maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wametawaliwa na Mfalme Uzia, na wewe kukutana na Bwana lazima ualau Mfalme Uzia afanye nini? Aanguke, akufe. Mfalme Uzia asipokufa katika maisha yako, hauwezi muona Mungu. Yes. Wakati Mfalme Uzia alipokufa, Isaya akasema hapo ndipo nilianza kumwona Mungu. Na unaangalia ujumbe wa Isaya unabadilika. Maongezi ya Isaya inabadilika. The way they address watu kunabadilika kwa sababu amemuona Bwana. Uliza jirani yako, umewahi muona Mungu? Muulize tena. Umewahi muona Mungu?
Kwa nini haumuoni Mungu? Kwa sababu ya mfalme Uzia. Wakati mfalme Uzia anatawala maisha yako, hauwezi muona Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba Isaya akaanza akafunguliwa macho yake, akaona kule juu mbinguni vile kunakaa malaika na masharafi na magerubi na matarabi, wote wamekusanyikia Bwana, wanasema mtakatifu. Wazee 24 wanaangusha vipawa vyao wakisema mtakatifu, mtakatifu. Kwa sababu hapa awali hakuwa amefunguliwa macho, lakini amefunguliwa macho, anaona hivi mbingu vile naongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme Uzia. Unajua watu wengi tunamtumikia Mungu, lakini mfalme Uzia ametawala maisha yetu, amefunga maisha yetu. Wengine wananiuliza kwa nini umefunga mkuu wako? Waje niwaonyeshe kwa nini umefunga mkuu wako. Nifungie hapa. Mfalme Uzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu mfalme Uzia amefunga, anajaribu kwenda, sijui utasongesha hivi kidogo nipite, so that ama utasongesha huko nini ndio watu wanione ya kwamba nikitembea. Unaweza toa hizi nini iko empty. Nataka niambie watu vile mfalme Uzia anafanya nini. Anakandamiza maisha yao, anajaribu kusonga mbele, lakini mfalme Uzia anatawala maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Je, mfalme wako ni nani? Uzia wako ni nani? Uliza jirani yako. Kuna mwingine Uzia wake ni masengenyo. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kwenda mbele, lakini kwa sababu ametawaliwa na roho ya masengenyo hawezi enda. Anaruka tu. Ameniweka huru na ndio naruka. Sasa nimefungwa lakini niko naweza ruka. Wakati ninaruka nikiimba, haimaanishi kwamba mfalme Uzia ameanguka. Bado ameshikilia maisha yangu, amenifunga, siwezi enda mbele. Bwana Yesu asifiwe. So ninaweza ruka, ninaweza fanya yote, niseme ya kwamba Yesu amefufuka, amekufa ndani mwangu, amefufuka, niko huru, ninaimba, ninafanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu najiona niko huru, lakini kwa miguu yangu nimefungwa. Enda huko. Kamera enda huko. I think mimi nahubiria huko sasa. Nimefungwa. Ninajaribu kwenda, lakini napofika hapa wananiambia unajua kwetu hatufike hapa. Hapa ndio mwisho. Hata kama unatumikia Mungu, usitumike kupita hapa. Kwa nini? Mfalme Uzia. Mfalme unataka kwenda mbele, lakini kwa sababu haukupambana mfalme Uzia. Unaweza imba, unaweza hubiri, lakini kwa sababu ya mfalme Uzia inafanya kwamba huwezi fanya nini. Hapo ndio mwisho. Biblia inasema ya kwamba siku moja Bwana Herodi akamwambia, Farao akamwambia Musa, ninawaachilia mwende, lakini usiende mbali. Okay? Ninawaachilia mwende, lakini usiende mbali. Yani in other words, enda tu mahali penye naweza kumonitor. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huo sio ujumbe wangu. Ujumbe wangu ni kwa sababu ukiruhusu mfalme Uzia akufe katika maisha yako, ukiruhusu roho ya masengenyo ikufe katika maisha yako. Kuna wengine wamedharauliwa au wametawaliwa na roho ya uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio roho ambayo inawatawala. Akiona skadi anaona haya. Hiyo ndio sasa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio roho inayemtawala. Huyo ndio Uzia anafanya kwamba asimuone Bwana. Wengine wamedharauliwa na roho ya wizi. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi ona kitu kipita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzia. Uliza jirani yako, Uzia wako ni nani? Uzia wako ni nani? Watu waulizani, Uzia wako ni nani? Uzia wako ni nani? Wakati mfalme Uzia alipokufa, wewe kumuona Mungu lazima waruhusu mfalme Uzia afanye nini? Akufe.
unataka kusonga mbele, unataka kuwa kama wengine, lakini mfalme Uzia anapokuwa katika maisha yako hakuruhusu uendelee mbele. Yaani umefungiwa. Waswahili wanasema ya kwamba mbuzi hula urefu wa kamba ya. So unakula na urefu zile hiyo. Uzia amekufunga. Ukifika hapa, hiyo ndio hata kama sasa umeona ya screen zikapo, hauwezi kufikia. Kwa nini? Umefungwa. Mfalme amekufunga. Mfalme amekufunga, amekuweza. Wewe na yeye mko pamoja. Anasema ya kwamba tumikia Mungu, lakini usimtumike, usiende mbali. Bwana Yesu asifiwe. Isaya anahubiri, anasema ya kwamba jitieni moyo wale ambao umevunjika moyo, kwa sababu Bwana amejiandaa kuwatendea mema. Ambia wote ambao wamekufa moyo ya kwamba Bwana amejiandaa kuwatendea mema. Lakini anapofika mstari wa 6 anasema wakati ule mfalme Uzia alipokufa, in other words, Isaya anahudumia maisha yake. Anajiita mkutano, anasema ndio niko na ubiri, lakini maisha yangu hayaendi mbele. Ndio ninafanya hivi, lakini siendi mbele. Tamaa imenishika, hasira. Kwa nini? Kwa sababu ya mfalme Uzia. Unajua kuna wale ambao hasira tu, yaani imemtawala, moyo wako unachipukanga tu. Bwana Yesu asifiwe. Ako na hasira kupita ya Mungu yenyewe. Lakini anapokuja uweponi mwa Bwana anasema ndio niko hapa, sema chochote nitafanya. Kwa udhaifu wako Biblia inasema kwamba Mungu hutumia anything. Bwana Yesu asifiwe. So haimaanishi kwamba wakati Mungu anakutumia sasa mfalme Uzia alikufa, lazima ujiite mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Useme ya kwamba hey, na mimi Moses, what is not happening with me? Kwa nini watu wanaendelea, mimi siendelee katika kiroho? Kwa nini simuone Bwana? Bwana asifiwe. Kwa nini haumuoni Bwana? Watu wanabaa, ndoa za watu zinaendelea, watu wanaendelea katika maisha, katika huduma, wanamuona Bwana, wanakuja na ushuhuda, wanasema ya kwamba Bwana ametutendea, lakini wewe haumuoni. Why? Kwa sababu ya mfalme Uzia. Wakati utaruhusu mfalme Uzia akufe katika maisha yako. Unajua mfalme Uzia kwa kila mtu ni tofauti. Bwana sifiwe. Mfalme anayetawala yangu si mfalme anatawala ya Mamesa. Mfalme anayetawala maisha yako si mfalme anatawala ya pastor. Kila mtu ako na mfalme Uzia anayetawala. Paulo akasema ya kwamba mwiba uko ndani ya mguuni mwangu. Every time nataka kusonga, mwiba unaniita, inabidi nirudi chini. Paulo akaenda akamlilia Bwana, akasema Bwana, ondoa huu mwiba katika mguu wangu. Mungu akamwambia neema yangu inakutosha. Bwana sifiwe. Neema inatosha. Kwa sababu Mungu akajua kwamba nikiondoa huu mwiba katika mguu wa Paulo, kuna vitu vingine hatafanya. Wakati mfalme Uzia, ule mwaka mfalme Uzia alikufa, ule mwaka si miaka inalizaliwa, kuna mwaka mmoja tu mfalme Uzia alikuja akakufa, akaondoka katika maisha yake.
alipoondoka katika maisha yake, Biblia inasema ya kwamba Isaya mtazamo wake ukabadilika, maisha yake yakabadilika, kuongea kwake kukabadilika. Utabadilishwa tu kuongea kwako wakati utaruhusu mfalme Uzia akufe. Utabadilisha kutembea kwako wakati tu utaruhusu mfalme Uzia afanye nini? Akufe. Watu watakuona umeokoka wakati tu utaruhusu mfalme Uzia akufe katika maisha yako. Na Bwana Yesu asaliwe na afufuke upya. Wakati ule mfalme Uzia, je, mfalme Uzia wako ni nani? Unatawaliwa na nini? Nyumba yako inatawaliwa na nini? Ama wewe ni yule ambaye unasema ya kwamba Bwana anasaidia mwenye anajisaidia? Lazima ushikilie kitu ndiposa Bwana akusaidie. Amen. Lazima uende mahali ndiposa Bwana akusaidie. Yes. Ruhusu mfalme Uzia akufe. Wakati unaruhusu kiburi kikufe katika maisha yako, utamwona Bwana. Wakati unaruhusu masengenyo ya kufe katika maisha yako, utamwona Bwana. Wakati unaruhusu roho ya wivu ikufe katika maisha yako, utamwona Bwana. Lakini kama bado inaendelea kunena, hauwezi muona Bwana. Ule mwaka, je, ni mwaka upi uliwahi ona Mungu? Na wangapi wamewahi ona Mungu? Ama Mungu amewahi muongelesha tu hivi? Kwa nini? Bwana sifiwe. Kwa nini? Biblia inasema ya kwamba Isaya mtazamo wake ukabadilika. Mtazamo wake ulipobadilika, Biblia inasema ya kwamba kule juu akaona kule juu vile watu wanaitwa na. Sasa kule si hadi mama masengenyo, kuna jina moja tu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na Biblia inasema ya kwamba kule kuna wazee 24. I think pia Isaya aliwaona wazee 24 ambao wanasingira meza ya Bwana, wanainama usiku na mchana wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wakati macho yako yanafunguliwa, macho yako ya kiroho yanapofunguliwa, mambo unayoyaona ni mengi. Unaona tu hapo kwa sababu nini? Tumefungwa macho. Na unaporuhusu roho wa Bwana ayafumbue macho yako, Uzia kufe. Kwa sababu Uzia ndiye abwe mfalme anayetawala maisha yako. Unataka uende mbele, Uzia anakuambia hapana, hatuendagi hivi. Unataka kufanya hivi, anafinyaga maisha yako. Unataka kuacha masengenyo, unajipata tu umeita mama nani. Wacha nikwambie. Unajua kuna mtu anaweza kaa chini hivi akapeana historia ya kimutu mwingine hata kama haipo, akaletewa maji akakunywa. Bwana sifiwe. Amen. Tena akaendelea, anaona ya kwamba anafanya kazi. Mfalme Uzia, piga picha, ni mfalme yupi anayekutawala? Mtu anazaenda akaongea juu ya wengine, apigi miayu, si ndio? Ukisengea sasa sijui kama wanapiganga miayu. Ndio hiyo ndio hapo. Hata ukisengenya mwingine unapiga miayu. Lakini wakati unasema ya kwamba sasa ni wakati wa kuomba, miayu inasikia hapo. Unapiga miayu.
dakika 30 utakuwa umepanua midomo mpaka unasema haya. Bwana sifiwe. Kwa nini? Mfalme Uzia anakuambia wewe, hii vitu watamaliza ngapi? Twende. Kuna historia haukumaliza jana. Si ulikuwa unamwambia kitu fulani lakini haukumaliza. Na uliona vile alikuwa amechangamuka. Leo ongeza hii nyingine. Bwana sifiwe. Roho ya wivu mwingine ambaye inatawala, roho ya masengenyo, roho ya kutopeana. Unajua umayona mtu anakuchukia tu furi. Biblia inasema kwamba Yesu alitupenda bure, lakini kuna watu wengine wanatuchukiaga tu. Anakuona tu anasema sasa ndio watu. Bwana sifiwe. Bure anakuchukia. Wakati mfalme Uzia alipokufa, na alimuona Bwana. Niliporuhusu mfalme Uzia akakufa, na mstari wa 8 Biblia inasema ya kwamba ndiposa Isaya akasikia sauti. Bwana akauliza, ni mtume nani ulimwenguni akaokoe watu? Ni mtume nani akaenda akahubiri injili? Ni mtume nani? Isaya anasema, Bwana, niko hapa kwa sababu ametakaswa kwa kaa la moto. Pale juu Biblia inakuambia kwamba Isaya alijiona dunia, akasema kumbe nimekuwa nikipoteka, kukaa katikati ya watu wa masengenyo, kukaa kwa watu ambao midomo yao ni chafu, kukaa na watu ambao hawana vision, kukaa na watu ambao hawaoni mbele, kukaa na watu ambao hawaoni ya kwamba Mungu yani hawaongelee juu ya ukuu wa Mungu. Unakaa na watu ambao wanafanya nini? Wanalia tu na wanasema Yesu anaweza kweli. Hangi watu na Isaya alikuwa anakaa nao. Alipofikia hapo, Biblia inasema kwamba akasema kwamba Bwana, nimekuwa mwenye dhambi. Ndio, hata kama nimekuwa nikikutumikia, nimekuwa mwenye dhambi. Hata kama nilikuwa naambia watu kuhusu habari yako, lakini mimi ni mwenye dhambi. Nimegundua kwamba watu ambao nimekuwa nikikaa nao, kwa sababu Zaburi inasema ya kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika shauri na wasio haki, wala kuketi katika baraza la wenye mizaa, wala kutembea katika njia ya wakosaji, lakini sheria ya Bwana ndiye mwongozao, nayo sheria hiyo kuitafakari usiku na mchana. Bwana sifiwe. Mtu ambaye amekaa anatafakari juu ya sheria ya Bwana, kila wakati anasema ya kwamba Yesu anataka kufanya nini, Yesu anataka nikutendee nini. Anatafakari sheria ya Bwana usiku na mchana. Biblia inasema ya kwamba mtu huyo ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao unazaa matunda yake kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Hatembei katika njia ya wakosaji, hashiriki na watu wasiompenda Bwana. Ushuhuda wake unajulikana. That's why mwimbaji mwingine akasema ya kwamba na ieleweke wewe ni nani. Biblia inasema ya kwamba Joshua akafika wa mahali wana wa Israeli wakamshinda, akawaambia sasa imefika wakati, basa mchague ni yupi ambao utakaye mtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anajaribu kuambia sheria ya Bwana, wakati wa shida wanaitupilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia kwamba it is time for you to choose who will you serve. Ni nani utakaye mtumikia? Unataka kumtumikia Mungu ama unataka kutumika Babeli? Bwana Yesu asifiwe. Isaya akaangalia akasema kumbe akagundua ni nini ambacho kilikuwa kinafanya asimuone Bwana. Akapiga picha akasema ni marafiki zangu. Wakati unataka kwenda kumwona Bwana,
lazima ubadilishe marafiki. Unajua kuna marafiki wanaotengeneza mfalme Uzia ndani mwako. Ukajipana tu ni mwalimu pia unaanza kufu. Isaya akasema ya kwamba hii mambo yote hata kama nilikuwa na tabiri, ninamaliza kutabiri, kuna marafiki, kuna watu tunaenda tunakaa nao ambao wamejaa, midomo yao ni chafu, mawazo yao ni mbaya. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Bwana, malaika wa Bwana akaweka kaa la moto katika kinywa cha Isaya. Kaa la moto, kaa la moto ambao lina waka moto, linawekwa katika kinywa. Unajua siku moja Bwana akakuja akapatia, akanyosha, Biblia inasema ya kwamba akanyosha mkono akaweka maneno katika kinywa cha Yeremia, akamwambia haya ndio maneno. Lakini Isaya, Bwana anaachilia kaa la moto ili lichome udhaifu wake, lichome unyonge wake. Niliambia siku moja watu hapa, najua sometimes tunasema kwamba Bwana nifinyange, Bwana nifinyange. Unakuja unaimba hiyo wimbo vizuri, alafu Monday Bwana anaanza kukufinya. Unafika kazini, unakutana na boss kwanza ndio hata HR na wewe unaingia saa ngapi? Anakukombandisha pasipo wewe kujua kwamba jana uliambia Mungu akufinyange. Ama unataka Bwana atoke huko tujue aanguka aanze kufinya. Anatumia watu. Kwanza asubuhi mume wako kama ni wewe, mume wako anakuamkia, muna kompana, unafika kazini HR akapo, bosi yako akapo, unasema ya kwamba hii ni kisilani ya mume wangu. Jioni unaenda hata kwa barabara huko kwa matatu, unapeana pesa wakupatie change, anakuambia nilishakupa pesa, hujanipatia pesa. Kisilani. Bwana sifiwe. Bwana anakufinya. Si ulitaka kufinyani? Unafika sasa Sunday, unakuja kanisa, unafikiri Pastor Dickson atakuwa instead ya kukuambia ndio anakuuliza umekuja saa ngapi? Pastor Dickson anaulizanga hiyo, mimi ndio umekuja saa ngapi? Unashangaa hii maisha. Hii si nikae kwa nyumba. Hapo utakuwa umepita mtihani ama umeanguka mtihani. Unajikwaza, unakaa ndani ya nyumba. Unamaliza miezi 2 unarudi unasema Bwana nifinyange. Tena unajua ulisahau kwamba nimpatie mtihani ukufanya nini? Wa kukufinya. Because Mungu wetu ni Mungu anayejibu maombi. Ukimwambia nifinye, anakufinya. Na njia ya kukufinya yeye naye anajua. Anakufinya. Tena unasema kwamba instead ya kufikiria kwamba nimekaa sana, at least walipombeleze. Tena ndio wanaendelea kunikwaza. Anasema hii kanisa hataje ikae, unaenda mahali pengine. The same because Mungu ambaye unatoroka hapa ni Mungu wa CFF. Ni Mungu wapi? Yule the moment unasema tu nifinyange, sana anaanza kukufinya. Ama ulikuwa unaongea jokes. Yesu asifiwe. Ukimwambia nifinye, for example uko na nini kitu unataka daktari akufinye, aenda akufinye, unamwambia achilia hapo kwanza. Unampatia maisha yako yote afanye aikakue. The same Bwana wakati nakuja kwa tunampatia maisha yetu yakakue. Lakini sasa mara nyingi tunakuwa na vipi? Kwa sababu mfalme Uzia hataki akufinye sana, si ndio? Utagundua. Na ukigundua utahakikisha kwamba mfalme Uzia amekufa. Kule mwaka ambao mfalme Uzia alipokufa. Kuna wengine mfalme Uzia ni umasikini. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme Uzia anayetawala ni umasikini. Yeye yani mfalme anayetawala hiyo familia. Ama kudivorce.
hata kama mume wako anakuita sudi, unafika tu mahali wewe sufuria inaanguka tu, pungulia, anakuambia ai, anahakisha kwamba unafanya nini? Unaenda kubaki unakaa na ndugu zako nyumbani ama dada zako, kwa sababu ya kuna mfalme fulani anatawala na anaitwa Uzia. Wakati mfalme Uzia anapokufa, unamwona Mungu. Mungu anakutumia kama chombo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8 Biblia inasema ya kwamba kisha nikasikia sauti ya Bwana. Ni nani anasikia? Isaya akasikia sasa sauti ya Bwana ikimwambia, ni mtume nani? Ni nani atakayeenda katika mji wa Sodoma na Gomora? Ni nani atakayeenda Madhare awambia kwamba Bwana amejishuhudia kuwatendea mema? Ni mtume nani aende katika ule mji awambie habari yangu? Isaya akasema ya kwamba, nikasema mimi hapa Bwana, nitume mimi, nitaenda. Kwa nini? Before Bwana kutumie, lazima ufanyiwe kazi. Lazima kaa la moto likaingia katika maisha yako, ukachomeke kiasi. Bwana sifiwe. Tangia nilikwe inaitwa gold, lazima ipitie katika process. Tangia kuje kuwe gold, hawezi ogona tu anything kaitwa gold, lazima process. Bwana sifiwe. Kuna watu wengine wanaendanga mpaka wanakufia kwa visima wakitafuta gold. Na wewe na watu kuja tu yani kutafuta Mungu tu watu asubuhi peke yake, au kuji. Bwana sifiwe. Kutafuta gold. Na hiyo gold ikuje katika hiyo process itwa gold, lazima ipitie process. Tangia nyungu ianze kuweka maji kuwe hiyo baridi. Unaona process inatumianga, wanaiumba vizuri, wamalize, aiweke maua, amalize, aipitishe, aipeleke kwa moto iungue. Na unajua si ati moto yenyewe, lazima utafute kuni ambayo itachoma nyungu. Tangia itani from brown, from what? Hiyo udongo tu ikuje to brown, ikuje red zingine, lazima ifanye nini? Uifanyie kazi. Je, ni mfalme yupi anayetawala maisha yako? Piga picha. Ni mfalme yupi anayetawala jamii yako? Ni mfalme yupi anatawala watoto wako? Wanaenda shuleni hawaperform. Ni mfalme yupi anawatawala? Ni mfalme yupi? Inuka katika miguu zako. Yes, ni mfalme yupi anayetawala maisha yako? Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Yesu, unifanye jinsi wewe upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Unifanye Mwokozi Yesu, Mwokozi Yesu, nimekuja mbele zako. Unifanye jinsi wewe upendavyo. Yesu, nifinyage, 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 nifinyage.
unifanye jinsi wewe upendavyo. Baba uniinue, unifanye jinsi wewe upendavyo. maisha yangu Oh Yesu, nayaleta mbele zako, uyafanye jinsi wewe upendavyo. Maisha yangu yanaleta mbele zako, unifanye jinsi wewe upendavyo. katika hiyo hali. Nataka uchukue nafasi umwambie Bwana nifinyange mchana wa leo. Mwambie Bwana haja ya moyo wangu, udhaifu wa moyo wako. Uzia anayekutawala, mwambie Bwana anaondoka katika jina la Yesu Kristo. Chukua nafasi hiyo tu, sauti yako, mwambie Bwana nifinyange katika jina la Yesu Kristo. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu mwenye enzi na utukufu, nifinyange Baba, nifinyange Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ni nani kama wewe Jehova? Ni nani kama wewe Simba wa Yuda? Ni nani kama wewe Mfalme? Nifinyange Bwana, ili kila Uzia aliye katika maisha yangu akafe kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangazia Uzia katika maisha yangu, ninatangazia Uzia aliye katika maisha yangu, aliye katika jamii yangu, kufa kwa jina la Yesu Kristo. Uzia wa magonjwa, uzia katika jina la Yesu, ninatangaza ya kwamba anakufa kwa jina la Yesu. Zekatarapo leka bazeketere leka baba boshaba leke baba leka baba. Uzia umetawala maisha yangu kwa muda mrefu, ninakuamuru katika jina la Yesu, kufa kwa jina la Yesu. Kila Uzia ndani mwangu, kila roho ya Uzia, kufa katika jina la Yesu. Ninaiangamiza kila roho katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho ya Uzia, kufa kwa jina la Yesu. Roho ya Uzia, kufa kwa jina la Yesu. Aliniita nikaitika, umeniita nikaitika, umeniita nikaitika. Ninafanya kazi ya Bwana, ninafanya ninafanya kazi ya Bwana, ninafanya ninafanya kazi ya Bwana. Aliniita nikaitika, aliniita nikaitika, nikaitika. Ninafanya kazi ya Bwana, tunafanya, ninafanya ninafanya kazi ya Bwana, ninafanya ninafanya kazi ya Bwana, ninafanya ninafanya
kazi ya Bwana ninafanya ninafanya kazi ya Bwana. Katika hiyo hali namuita Baba. Maybe kama kuna mtu anasema ya kwamba yenyewe katikati ya maisha yangu kuna Uzia ambaye ametawala maisha yangu, na ninataka nimtumikie Bwana. Ninataka mfalme Uzia akafe katika maisha yangu. Ninataka hii roho ikaniondokee ili nikaweze kumtendea Bwana kazi sawa sawa na mapenzi yake. Inua tu mkono wako mama anapokuja kukuombea mchana wa leo. Nisikia neno la Mungu. Biblia imesema ya kwamba mfalme ama nabii Isaya alikuwa nabii, lakini katika maisha yake hakuwa amekubali Uzia akapate kukufa. Hakuwa amewahi kumuona Mungu, despite the fact kwamba alikuwa nabii, lakini anasema katika neno lake ya kwamba wakati mfalme Uzia alipata kukufa ndiposa alipata kumuona Mungu. Nawe nami wakati tutakubali ndani ya maisha yetu Uzia ambaye ametutawala, wakati tutakubali ndani ya utuma wetu Uzia akapate kukufa, ndiposa tutapata kumuona Mungu. Biblia inasema ya kwamba wengi wetu wametawaliwa na Uzia wa aina mbalimbali. Mimi ninaweza kuwa nimetawaliwa na Uzia ya kiburi, wewe umetawaliwa na Uzia ya masengenyo, mwingine ametawaliwa na Uzia ya usherati, mwingine ametawaliwa na Uzia ya madharau. Lakini Biblia imesema ya kwamba wakati nabii Isaya alipata kukubali kwamba ametawaliwa na Uzia, na akalau Uzia akapata kukufa, akalau mitombo yake ikapatwa kuchomwa, kumaanisha Uzia ambaye alikuwa ametawala maisha yake alikuwa anatokana na mtombo wake, alikuwa ananena maneno ambayo haikuwa inakupalika kwa Mungu. Lakini wakati aligundua ya kwamba maneno ambayo yalikuwa yanatoka kwa kinywa chake haikuwa inakupalika mbele za Mungu, ndiposa akaomba ya kwamba akapate kuchomwa mtomo wake, na ndiposa Uzia alikufa akapata kumuona Mungu. Sasa wakati huu mbele za Mungu tunapokuja kuomba mbele ya Mungu, nataka ukajiulize ni Uzia wa aina gani ndani ya maisha yako amepata kuzuia wewe kufanya kazi pamoja na Yesu Kristo ama kufanya kazi ya Mungu. Labda kuna wengine Uzia ya ufifu imewashika, imewafunga, na ndiposa wasimuone Mungu. Nataka unapoenda mbele za Mungu, tunapoenda kufunga katika maombi, uambie Mungu ni Uzia wa aina gani amekushika na amefunga maisha yako usimuone Mungu, ama Mungu asifanye kazi pamoja na wewe. Ni kwa ajili neno la Mungu limenena, na liwezi nena likaenda bure bila kutimiza ile kazi Mungu ameituma kukamilisha katika maisha yangu na maisha yako. Ninajua Mungu alikuwa na sababu hiyo neno likakufikie mchana wa leo, na ndiposa upenduke usemi wako, mawazo yako na matendo yako, na ndiposa Yesu akapata nafasi ndani ya maisha yako, akatende jambo jipya na akabadilisha hali yako ili uishi kwa ajili ya kumtukuza Mungu ambaye alikuita akiwa na lengo lake likamilike kupitia kwako mchana wa leo. Wacha tukaamini, tukaenda mbele za Mungu, na kama unataka tuombe pamoja, ninakualika katika jina la Yesu ukakuche mbele ukaambie Mungu, kwa sababu ni yeye anakutazama akiwa juu mbinguni, tuko chini ya miguu yake. Anajua Uzia ambaye amekufunga, anajua Uzia ambaye amenifunga, na anataka wakati unajitakaza mbele zake akusamea, akafunje hizo minyororo za Uzia, afunje hiyo yoko ambayo shetani amekufunga pamoja na yeye, na ndiposa ukakue huru, ukatende kazi ya Mungu ukiwa huru katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wetu, Baba Mungu
Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunapokuja mbele zako Mungu, ninakutukuza, ninakuabudu nikikuja mbele zako kwa kuomba, nikitubu mbele zako Mungu. Ninajua ya kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako, na ndiposa tunapokuja mbele zako ninaomba msamaha kwa niaba ya kila mmoja wetu. Tunapokuja mbele zako ninajitangaza kwa kila mmoja, nikimleta mbele zako Mungu. Ninaomba ukanyoshe mkono wako hapa, umejaa neema, ukaturehemu, ukatuondolee yote ambayo imetufunga, na ndiposa tusijwe tukajua ukweli ambayo unaweza kutuweka huru, chochote ambacho kimetufunga, na ndiposa tukaonekana kana kwamba Usia ametutawala, tusisonge mbele kamba ambayo Usia amepata kutufunga naye. Wengi tumefungwa na kamba ya uchawi, wengi tumefungwa na kamba ya masengenyo, wengi tumefungwa na kamba ya ulevi, wengi tumefungwa na kamba ya usherati, wengi tumefungwa na kamba ya tamaa, wengi tumefungwa na aina yoyote ya dhambi ambayo imesimama kama Usia ndani ya maisha yetu na imetufanya tusisonge mbele. Na ndiposa nakuja mbele zako Mungu, ninatubu nikikiri kwako Bwana, utusamehe na utusamehe, utuoshe katika damu yako takatifu ambayo ulipandika pale msalabani, ukapigwa, ukasema ya kwamba imekwisha. Tazama kila mmoja wetu Mungu, ukatuoshe na damu ile ambayo ulimwaga pale Kalvari, ukatuoshe na ukatutakaze. Usia ambaye alikuwa ametufunga akatuachilie katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Mungu wangu, ninakutukuza kwa sababu wewe ni mfalme mtakatifu, Mungu wa majeshi anayepikana kwa niaba yetu. Pikana kwa sababu ya hiyo familia ambayo imefunga na Usia Mungu ya kutoelewana Baba, ukaiweke huru asubuhi jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tenda jambo jipya ndani ya hiyo familia, badilisha hali ya hiyo familia Mungu, simamisha hiyo familia kwa ngamba imara ambayo ni Yesu Kristo. Yule ambaye amefungwa na Usia ya magonjwa, naomba ya kwamba mchana wa leo Mungu ukamfungua, ukamweke huru, ukamponye katika jina la Yesu, kwa sababu wewe ni Jehova Rafa. Pokea sifa na pokea utukufu, ni kwa sababu umetenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yake ikatoshe kwa kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. 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 Tukaketi chini.